Swale jamani, umsilani kama amekufia kwangu jamani. Aki please. Mimi sijui nitafanya nini. So guys, kuna Mkenya mwingine amekufia hapo Saudi Arabia. Huyu Mkenya amewawa hapo Saudi Arabia. Nataka nikuweke, hii ni kisa imetendeka leo hii, masaa kadhaa imepita. So nataka nikuweke audio usikie what happened kwanza kwa huyu msichana na imekuwaje huyu mama akakufa hapo Saudi Arabia. Sikiza kwanza hii audio alafu niambie. Huyu nasikia alikorofishana na madamu wake, sijui alifanyiwa nini, ni kama aliekewa sumu na akawekwa kwa gari. Akawekwa kwa gari akarudishwa kwa dalala. Kufika kwa dalala hakukaa dakika 5, akaanguka chini akakufia hapo kwa dalala. Ambia wasichana wako wakuwe makini sana, na wakiona madamu wako na kisirani hakuna haja ya kubishana. Heri kuacha pesa, ufanye kazi mahali pengine upate hizo pesa, lakini using'ang'anie pesa upoteze maisha yako. Ama using'ang'anie pesa shilingi 2,000 ikupeleke nyumbani. Wakuwe makini, wakiona madamu wako na shida, mtu arudi kwa nyumba tu. Nyinyi naye madalala mtaelewa. Mtu akirudi kwa nyumba hajalipwa, amepata bad location na hajalipa nyumba, it's okay. Atapata kazi nyingine, atasort hiyo shida. Lakini awe salama kuliko mtu kukatalia kazini, kujibishana na hao wajinga, alafu wanafanyia mtu kitendo kama hiki. Hebu niambie ni shida gani wanaletea watu? So guys, mumesikia vizuri venye inaelezewa. Wanaelezea kwa wale wajesikia, inaelezewa wanasema kwamba huyu mama, hawa ni wale wanaitwa Kemboi. Wale tunajua wanajiita Kemboi pale Saudi Arabia. Wale wasichana ambaye walienda kwa kazi kwa maagent, lakini wakatoka wakaanza kuishi wenyewe wakitafuta kazi uko nje. Sawa, wanaitwa makemboi. Watu maarufu wanawajua kama makemboi. Sasa huyu msichana inasemekana, unajua ukikuwa pale kama Kemboi, kuna ule main wenyu mwenye anakuanga amewahost, mwenye wanamuitanga dalala, akiwatafutia makazi, makibarua huko nje, kama ni ya kuvua, kama ni ya kufanya nini, tukibarua ya kila siku, unaona. Sasa huyu dalala alitafutia huyu msichana kazi ya kwenda na kurudi, yani ya kwenda tu kibarua usafi, na ilikuwa inafaa alipwe shilingi ngapi? 2,000 ya riali ya huko kwao. Sijui 2,000, nasikia ikisemekana 2,000, 2K rial. So wakati walikuwa anaenda alipwe, akafika huko huyu dalala akataka kulipa 1,500. Unaona? Akasema tulikuwa tumeelewana na alikuwa nimesema kazi ni ya 1,500. Sasa wakaanza kukorofishana, wakaletana juu huyu mama, na unajua Kemboi wa huko wanakuanga na kisirani. Kemboi ni watu wachezewangi huko nini Saudi Arabia. Kemboi ni watu wakali sana. Kemboi ni watu wanakuanga yani rude, hawatakingi ujinga. So wakakorofishana, venye walikorofishana. Sasa inasemekana huyu mama, huyu Waiguru, huyu tajiri mali alikuwa ameenda kazi, ni kama alimpoison, alimwekea sumu akakunywa, unaona. Sasa wakati alimrudisha kwake kwa huyu dalala, alimshukisha tu hivi kwa gari, hata ikumaliza 5 minutes. Alimshukisha hivi kama amependua gari, na huyu naye akaingia na hasira. Sasa hata akupata huyu dalala, hakupata time kuuliza huyu ni nini imehappen, kwa sababu huyu alikuja na hasira, akaingia mbio kwa mlango, mara akaona huyo tajiri amependua gari mbio na amepotea. Sasa kidogo hata dakika 5 hii kuisha, wadau, acha niwaambie, huyu msichana alianguka hapo na akaanza kutoa pofu kwa mdomo na amekufa. Amekufa. Sasa hata huyu dalala ndo anashindwa. Unasikia kwa hiyo video akisema, nitaambia nini watu, nitawaambiaje, kwa sababu amekufia kwake. Unaona, amekufia kwake na watu wote walikuwa wanajua yeye ndo ana host huyo, na ako na wasichana wengine wa kazi ambaye anawapeanaga. So huyu ni Kemboi mwingine amekufia pale huko Saudi Arabia. Hii ni story tu imetokea saa hii leo hii tu. So guys, kuna wasichana wanaitwa makemboi, na tumesikia visa nyingi huko. Mara wanaletwa, sijui hao ndo wanaingia kwa mavilabu huko ndani, sijui wanafanya nini huko, mambo mengi wakiwa huko Saudi Arabia.
wakiwa huko Saudi Arabia. Lakini guys, mimi nitaendelea kufuatilia hii maneno tujue ni nini mbaya inaendelea, kwa sababu kuna watu wengine wanasema kwamba hata ikuwa kazi alikuwa ameenda kufanya. Unaona, huyu msichana alikuwa ameenda kazi tu ya umalaya, yani wanajiuza. Huyu dalala anakuanga anauza watu kwa wanaume. Sasa wakati huyu alienda, unaona ukifika huko unapewanga kajuisi ukunywe. Kumbe huyu mwenye aliuziwa raundi alikuwa ni muuaji, alikuwa anataka kutoa msichana sacrifice, alikuwa anataka tu kumuua. Sasa wakati aliona huyu msichana amejanjaruka na huyu msichana akaepa, akamleta majundo, akakuja akamtupa pale ili kesi iangukie huyu msichana na huyu msichana ashikwe na afungwe. Huyu sasa dalala wa huko. Unaona mambo yani ni mengi nafanyikanga. Unashangaanga kuna Wakenya yani walitoka hapa Kenya wakaenda huko majuu, wanaishi huko Saudi Arabia, huko Qatar, lakini wanafika huko wanaunda chuki ingine kubwa, wanaunda chuki ingine mbaya sana. Unapata wanachukiana mpaka wengine unasikianga ati wamesetiana kwa makarao wa kushike ndio usifanye kazi, ndio uachane na maclient. Unaona, wakijua tu wewe uko na client wengi, unapatia wasichana wengine kazi sana, wanakuseti kwa sababu hao makemboi wanakuanga wanajificha huko, wanakuwa tu wanajificha wasionekane, wasijulikane, wanakaa huko bila kazi. Sasa kuna mwingine akijua hivyo anakuseti. Sasa unashangaa, mmetoka Kenya, mmeenda kutafuta kazi nyinyi wote, mmeenda kutafuta maisha. Mnafika huko mnaanza kujenga chuki, mnajenga chuki mbaya, mnaanza kuuana, mnaanza kufanyiana mambo mabaya na mko nje wenyewe mko mbali. Alafu wewe mwenye umefanyia mwenzako hivyo ndio unakuwa wa kwanza kuposti ati hii imetokea hapa Saudi Arabia, tafadhalini wa Kenya tusaidieni. Na kuna wengine hata unasikia wanafanya vitu kimakusudi ndio wachange pesa. Kuna wengine tumesikia mtu anaua mwenzake akiwa huko Saudi Arabia ndio achangishe pesa, ionekane ndo ako karibu na yeye na wazazi na familia na Wakenya wengine wenye tuko huku, yeye peke yake ndo tunaweza mreach out na kuhakikisha mwili ya mwenzetu imefika huku. Na kumbe ni hao wameunda deal, wamemuua ili wafanye nini? Achangishe pesa. Yani watu wanaenda huko wanaharibika. Watu wanaenda huko kichwa inakuwa tu ni pesa, inafikiria tu pesa. So rest in peace huyo msichana mwenye amekufa hapo. Wacha niendelee kuwafuatilia, niwaletee the details, niwaletee jina na niulize anaitwa nani, anatoka wapi, ni wa wapi, alafu niwaletee, kwa sababu si tuko hapa Kenya tutaweza kufikishia familia yake ujumbe kupitia video ama kupitia sim call. Wacha guys niwafuatilie, kwa sababu niko hiyo group ya WhatsApp. Niende niulizie, nifuatilie kwa ndani, nijue msichana anaitwa nani na anatoka upande gani. Alafu nikuje niwaambie kwa the next video na tujue venye tutasaidia hii ujumbe ifikie familia yake ya hapa Kenya. Sawa. Hii ni ujumbe tu imenifikia, sasa wacha nifuatilie the new details na nifuatilie kwa ndani zaidi nijue ripoti kunaenda aje. Anyway, in the meantime, make sure umesubscribe, umelike na umecomment kupata latest news na update hapa hivi mpya kabisa. Na kama umesubscribe usikose kulike. Hata tukiwatch watu 100, watu 200, watu 1000, tupige wote tu like hii video iende viral. Sawa. Thank you guys for supporting and see you next time.